Mara zote kazi na jukumu la serikali yoyote makini na inayowajali wananchi wake popote pale duniani ni kutengeneza mazingira wezeshi kwa wananchi wake ili kufanya shughuli mbalimbali za kuwapatia kipato kwa urahisi na wepesi. Mazingira yanayotengenezwa na serikali hayabagui kiwango cha elimu alichonacho mtu mmoja mmoja, bali wananchi wote bila kujali utofauti wa elimu ama kipato. Serikali ya halmashauri ya wilaya ya Chunya imekuwa ikitekeleza na kuishi falsafa ya kuweka mazingira wezeshi kwa wananchi wake ili waweze kujishughulisha katika shughuli mbalimbali za kujipatia kipato. Ni rasmi sasa Chunya, zao la ufuta, kuwa moja kati ya vyanzo vya kuwapatia kipato wa Tanzania waishio Chunya na Tanzania kwa ujumla, kwani fursa sasa zimefunguka. Uchunya tizianze upina woma sali uchunya tizianze sungane hambati sungane Salome we. Baada ya mafanikio makubwa ya usimamizi wa zao la tumbaku Chunya na kuleta tija kubwa kwa wakulima na halmashauri, sasa ni rasmi kilimo cha ufuta Chunya, fursa mpya yenye lengo la kuendeleza kuchagiza mabadiliko na maendeleo ya wananchi wa Chunya na hatimaye taifa kwa ujumla. Kwa dhati kabisa, serikali wilayani Chunya imekuwa ikitanguliza maslahi ya wananchi wake katika mipango yake, huku utekelezaji ukiwa shirikishi kwa kila ngazi na kwa kila hatua. Mkuu wa division ya mipango na uratibu wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, Bibi Janet Mwaigoga, anaeleza vipaumbele vya halmashauri kwa baraza la madiwani wakiwawakilisha wananchi wao, lengo likiwa ni kuendeleza uwazi katika utekelezaji wa serikali. Namba moja ni kutenga fedha kwa ajili ya kuviwezesha vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa maana 10%. Lakini namba mbili ni kuboresha utoaji wa huduma za kijamii kwa maana elimu na afya kwa ufanisi na kwa ubora kwa kuzingatia miongozo. Namba tatu, kuongeza ukusanyaji wa mapato kwa kutumia mifumo ya mashine za POS ili kuwezesha halmashauri kukusanya kwa ufanisi na kutoa huduma kwa wakati. Namba 4, kuboresha miundombinu itakayochochea maendeleo ya sekta za uchumi ikiwa ni pamoja na kuongeza uwekezaji katika viwanda vidogo, vya kati na vikubwa kwa kuweka mazingira rafiki. Lakini namba 5 ni kutoa huduma za ugani kwa lengo la kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao ya kilimo na mifugo. Mkuu wa division ya mipango na uratibu amesema serikali wilayani Chunya imeendelea kubuni vyanzo vipya vya mapato ya halmashauri, lakini pia kuongeza usimamizi kwenye shughuli za ugani. Hivyo tayari ufuta umeguswa moja kwa moja katika vipaumbele. Wakati vipaumbele vikitajwa na mkuu wa division ya mipango na uratibu, mkurugenzi mtendaji kwa upande mwingine anaendelea kuzungumza na wadau ili kuungana nao katika usimamizi wa soko la ufuta ili wananchi waweze kunufaika. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, ndugu Tamim Kambona, kupitia kikao cha chama kikuu cha ushirika 2026 aliwaomba chama kikuu cha ushirika Chunya CHUTCU kusimamia mchakato wa ununuaji na uuzaji wa ufuta mwaka huu 2026. Mkurugenzi mtendaji amejiridhisha na usimamizi mzuri wa chama kikuu cha ushirika katika mchakato mzima wa zao la tumbaku, hivyo amewaomba CHUTCU kusimamia soko la ufuta huku akiwa na uhakika kwamba wakulima watanufaika kwa usimamizi huo. Lakini kama mlivyokuwa mnajadiliana na sisi kule ofisini kwetu tumekuwa tunajadiliana suala la ufuta kusimamiwa na CHUTCU. Mimi niombe mkazo uwekwe haraka iwezekanavyo ili zao hili nalo, kwa sababu ni zao la stakabadhi ghalani, liweze kusimamiwa na CHUTCU. Changamoto na sisi wenzetu tumewasikia tunaanza kujenga magala, na mimi najenga gala pale Lupa. Kama mtakuwa na changamoto ya gala, mimi nitakuwa tayari gala lile la halmashauri kuwakabidhi mlitumie kwa msimu huu ili muweze kusimamia zao hili, kwa sababu tunaamini kwamba kazi mtakayoifanya na sisi itaendelea kutupatia mapato kama halmashauri. Pamoja na juhudi kubwa za viongozi Chunya, wakulima wengi kutoka maeneo mbalimbali wanasema bado elimu kuhusu kilimo cha ufuta haijawafikia ipasavyo, huku wengine wakiamini maeneo yao si rafiki sana kwa kilimo cha zao la ufuta. Aidha, wakulima wa Chunya hawajawahi kuacha fursa ipite, hivyo wamesema wako tayari kulipokea zao la ufuta na kutumia fursa hiyo kujipatia kipato ikiwa watapatiwa elimu ya kutosha.
Ni fursa nzuri imekuja na yenyewe kwetu, ni fursa nzuri. Bado tunaamini sana kwenye tumbaku, lakini tutaenda mdogo mdogo na kwenye huko tutafikia. Kwa hiyo nadhani serikali yenyewe inaona na ipo siasa. Kwa hiyo hata sisi wananchi nadhani tutaingia huko. Zao la ufuta ni kweli tunasikia kwamba ni zao ambalo linaweza kumingizia mkulima kipato, lakini upande wa kwetu sisi hususan mazingira haya bado hilo zao halijatufikia. Mimi nilisikia japo sijawahi kujishughulisha nalo, lakini naamini kama elimu ikifika kikamilifu kwetu sisi wananchi wa kijiji cha Mazimbo tutalipokea vizuri. Ufuta sijuaga unaendana na ardhi. Hapa nilikujaga na mbegu nikajaribu kulima, ikapigwa na wadudu, haijawa na watoto, ila izaa sasa ndani, sasa haina hata watoto. Kwa mimi binafsi sijawahi kujaribu, lakini kwa sababu tunahangaika na namna ya kuongeza vyanzo vya mapato, nikipata elimu ya kutosha, kwa sababu maeneo tunayo, niko tayari kufanya kazi ya kulima ufuta pia, kwa sababu ya kuongeza uchumi zaidi. Walimu wenzetu wa Wasukuma au Mapolini ndio wenye ufuta ambao kwa nalima. Kwa sasa tumeambiwa soko limesogezwa jirani, kwamba chama chetu kikuu kitanunua ili zao. Najua ni fursa kwetu hata sisi. Kwa hiyo ninachowashauri wanachama wenzangu, tuingie pia kwenye zao la ufuta. Unapolima tumbaku, lima na ufuta. Kuanzishwa kwa chama cha msingi cha wakulima wa ufuta Chunya ni ishara tosha kwamba sasa ufuta Chunya ni fursa mpya kwa wananchi wa Chunya, huku changamoto za elimu zikipatiwa suluhu kwa pamoja. Mwenyekiti wa chama cha msingi cha wakulima wa ufuta Chunya, ndugu Peter Mayala, anaeleza hali ilivyokuwa awali kabla ya kuanzishwa kwa chama cha ushirika cha wakulima wa ufuta Chunya, huku akikiri wazi mabadiliko yenye tija kwa wakulima wa Chunya. Tumewezesha wakulima kupata pesa kwa njia sahihi kuliko walivyokuwa wanafanya awali. Walikuwa hawana uhakika kwanza wa malipo, lakini leo hii tumefanya malipo. Kila mkulima amenufaika na kilimo cha ufuta. Ili zao limekuwa ni zao la uhakika kwa Chunya. Kabla ya kuja mfumo wa stakabadhi ghalani, tulikuwa tunanunua ufuta kienyeji. Watu tulikuwa tunapokea kutoka sehemu mbalimbali, wanakuja na wakati mwingine na vipimo sio sahihi. Tunaenda tunanunua mapolini, hatujui soko tunauzia wapi. Wakati mwingine wakulima walikuwa wanufaika kwa sababu kwanza kutokuwa na uhakika wa kipimo, vile vile masoko hayakuwa na uhakika. Lakini baada ya kuja kwenye mfumo, serikali kuleta mfumo wa stakabadhi ghalani ambao unamnufaisha moja kwa moja mkulima, wakulima wamefurahia, wamepata pesa yao kwa wakati. Pale mwanzo kulikuwa ni zao tu ambalo watu wanalichukulia kama zao tu ambalo halina faida zaidi, lakini baada ya serikali kuagiza kwamba ubadilishwe mfumo, tuwe na mfumo wa stakabadhi ghalani moja kwa moja, mpaka sasa hivi wakulima wamenufaika na hili zao la ufuta. Aidha, Bwana Peter Mayala kwa niaba ya wakulima wa ufuta Chunya amewashukuru kwa dhati viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Chunya kwa ujumla wake kwa namna wanavyoshirikiana nao katika kila hatua. Mwenyekiti huyo anawahimiza wakulima kuzingatia maelekezo ya viongozi wao, huku akiendelea kushukuru ujenzi wa miundombinu wezeshi ya soko kwa kujenga maghala yanayoendelea kurahisisha soko la ufuta. Cha kwanza ni mshukuru mkuu wa wilaya. Amekuwa msaada, mkurugenzi wamekuwa msaada mkubwa, maafisa biashara. Cha kwanza kuja kutoa elimu, kilikuwa kazi ngumu sana. Kujua mtu mkulima kwamba anaenda kuuza kwenye stakabadhi ghalani haielewi, lakini mkuu wa wilaya tulisimama naye tukawaelekeza, na nikuhakikishie tu kwa mwaka huu tumeingiza hela nyingi sana. Naamini halmashauri inanufaika na wao, wametusapoti, wametuahidi kutujengea magodauni, na nimeona pale godauni inaendelea vizuri, na kule kambi Katoto wataweka magodauni. Kwa hiyo wakulima sisi tunasema wilaya ya Chunya viongozi wake wamekuwa bega kwa bega na sisi. Makala hii imemtafuta mkuu wa division ya kilimo, mifugo na uvuvi halmashauri ya wilaya ya Chunya, ndugu Gideon Mapunda, kutaka kufahamu uzalishaji wa zao la ufuta kwenye wilaya ya Chunya ikoje. Makala hii pia imetaka kujua namna ambavyo wakulima wamenufaika kupitia zao la ufuta katika msimu wa 2024-2025, kwani ndio kwa mara ya kwanza soko la ufuta rasmi lilifanyika Chunya. Chunya maeneo yake yote tunaweza kulima
ufuta. Takriban maeneo yake kata tatu zote zinaweza kulima ufuta. Ufuta ni zao ambalo linahitaji mvua za wastani lakini jotoridi la wastani. Kwa hiyo kwa wilaya yetu ya Chunya eneo letu lote linaweza kulima ufuta. Kwa kuelewa tu kwamba eneo linaloweza kulima mahindi ujue pia linaweza kulima ufuta. Mwaka jana tumeanza kuweka msisitizo mkubwa sana, na mwaka jana tumefungua hata soko la stakabadhi ghalani kwa zao hili la ufuta na limefanya vizuri sana. Wananchi wanaweza kusema kwamba hawajalima, lakini wananchi walilima ufuta na walikuwa hawajui wapi kuupeleka ufuta huo. Tulipofungua soko hiyo sasa stakabadhi ghalani, linakafungua soko na tukakusanya huo ufuta. Takriban tulikuwa tumezalisha kilo milioni 2,277,350 ambazo zilipelekea kuwa na mzunguko wa kifedha bilioni 5,179,367,750. Bwana Mapunda anaeleza mpango wa halmashauri kwenye kilimo cha ufuta, huku akiwahakikishia wananchi wa Chunya kuendelea kujitokeza kushiriki kwenye mnyororo wa uzalishaji wa ufuta ili kujiongezea kipato, kwani serikali itaendelea kuhakikisha mazingira ya uzalishaji wa ufuta yanaendelea kuboreshwa. Halmashauri tulinunua kilo 300 za ufuta mama, mbegu za ufuta ambazo tumezipeleka kwenye kikundi kimoja cha AMCOS moja yetu ya ufuta na nasimamia ufuta. Zile mbegu zimezalishwa ili kupata sasa mbegu bora kwa ajili ya kuwapatia wakulima. Kwa hiyo ni juhudi ambayo baada ya kuona sisi ufuta ni zao letu la kipaumbele, halmashauri pia imeamua kuwekeza mkono wake kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba tunazalisha mbegu wenyewe ambazo zinaitwa QDS, mbegu za daraja ya kuazimiwa, ambao wakulima waendelee kupata hizo mbegu. Zinatofautiana na mbegu zile ambazo mkulima akipanda moja kwa moja basi akaenda kupanda zile kurudia haziwezi kufanya vizuri, ndio maana tumeamua. Lakini jambo la pili, serikali yetu kupitia Kopla umetupatia mbegu za ufuta takriban kilo 700 ambazo pia nazo tumezigawa kwa wakulima bure, kuhakikisha kwamba sasa zao hili tunalipa kipaumbele, lakini pia uzalishaji wake unaongezeka. Sambamba na hiyo, mkakati wetu ni pili, kuhakikisha kwamba hili zao tunalipa soko ambalo lina uhakika. Tunajenga ghala pale Rupa. Lile ghala liko maalumu kwa ajili ya bidhaa za ufuta, na hata nakuambia sasa hivi wako watu tayari wameshaonesha nia ya kutaka kuomba uendeshaji wa hayo magara. Lakini tutajenga ghala jingine kule kama Katoto kuhakikisha kwamba ufuta unaozalisha eneo lile pia tunaweka nguvu katika hilo. Mapunda ametoa rai kwa wakulima kujali shughuli zao za kilimo kama wanavyojali shughuli nyingine, huku akiwataka kuwatumia wataalamu wa ugani waliopo kwenye maeneo yao. Aidha, Mapunda amewaagiza wataalamu wa ugani wote Chunya kuweka mawasiliano yao kwenye mbao za matangazo ili wakulima wanapokuwa na shida wawatafute na kuwapata kwa haraka ili kuleta suluhu katika mchakato mzima wa uzalishaji. Mara nyingi imeonekana kwamba huduma za ugani kama sio kitu cha lazima. Na nikupe tu mfano mmoja. Mfugaji huyo au mkulima huyo ambayo ng'ombe wake akiumwa, ni rahisi sana kumuita mtaalamu wa kilimo kwenda kutibia ng'ombe wake. Lakini unapofika kwenye stage ya mazao pia ni kiumbe hai, kinaumwa, kinataka huduma za kitaalamu. Hawezi kufanya hivyo. Wito wangu kwa wakulima wa wilaya ya Chunya, tuendelee kuwatumia hao wataalamu. Na tumewaambia wabandike namba za simu kwenye maofisi zao, pale ofisi za vijiji na ofisi za kata, kwamba mkulima akiwa na jambo ambalo linahitaji kupata ufafanuzi awe na rahisi kupiga hiyo namba na kumpatia ufafanuzi. Kufanikisha shughuli za kilimo ni jambo moja, na uwepo wa soko la bidhaa zitokanazo na kilimo ni jambo lingine, na mara nyingi kukosekana kwa masoko ni jambo linalowasumbua sana wakulima na kuwakatisha tamaa ya kuendelea na uzalishaji wa mazao mbalimbali. Kupitia juhudi za serikali ya halmashauri ya wilaya ya Chunya, wakulima wa Chunya wametakiwa kuendelea kuiamini serikali ya awamu ya 6, kwani inaendelea kutekeleza yaliyokusudiwa kwa ajili yao. Katika kuhakikisha soko la ufuta linakuwa,
Chama kikuu cha ushirika CHUTCU kiko tayari kusimamia soko la ufuta Chunya ili kuendelea kuwanufaisha wakulima kama ilivyo kwenye zao la tumbaku na mazao mengine. Zao la ufuta kwa sababu linastawi na msimu uliopita ufanyika soko, tumefanya ushirikiano kati ya chama kikuu na mrajisi na afisa kilimo wa wilaya ya Chunya kuhakikisha hilo zao linanunuliwa kwa mnada kama ambavyo mikoa mingine inanunua. Kwa hiyo sisi ufuta tunao wa kutosha, tumefanya utafiti kupitia serikali ya wilaya, kwa hiyo tunaona kwamba tunaweza tukaingia kwenye hilo zao bila shida. Kama nilivyosema kwamba tuna mpango wa kuongeza vipato vya wanachama wetu, wasitegemee zao moja la tumbaku, wategemee mazao mengine kama alizeti, mahindi. Sasa hivi tunaenda na ufuta, tutanunua ufuta, wanachama wetu wamelima ufuta. Msimu wa 25-26 chama kikuu kimepania kununua na ufuta kwa ajili ya kuongeza mapato ya wanachama. Mkuu wa division ya viwanda, biashara na uwekezaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, ndugu Lodrick Mwakisole, amesema kupitia zao la ufuta fursa nyingi za kibiashara zinaendelea kuongezeka Chunya. Mwakisole anawaita vijana wa Chunya na hata Watanzania wote kwa ujumla kuja Chunya kuwekeza kwenye mnyororo wa kilimo cha ufuta, huku akiendelea kuwahimiza wasomi kutumia taaluma zao kumulika fursa mbalimbali zilizopo ndani ya Chunya. Tunategemea kwamba biashara kwanza zitaongezeka sana. Ukiangalia eneo lile la Lupa ambapo ndiko mnada ulikuwa unafanyika wa ufuta, ukiangalia sasa hivi biashara nyingi zimeshaanza kuchangamka. Ni kutokana na namna ambavyo wakulima waliuza kwa bei nzuri zao la ufuta, na fedha ile ambao wanaipata, wengine wanaingia kufanya biashara zingine za kawaida ambazo zinazidi kuongezeka. Lakini kwa maana hiyo ninaiona fursa, kwa maana kwamba kwanza wazalishaji wa mbegu, kwa sababu ili zao linakuwa kwa kasi, wanahitajika kwa wingi kuzalisha mbegu kwa wingi ili wakulima waweze kuzalisha kwa wingi. Lakini wauzaji wa pembejeo za kilimo wanaouza mbolea na viuatilifu kwa ajili ya zao hili, tunategemea hizo biashara ziongezeke kwa kasi, na ni fursa kubwa ambayo iko wazi. Lakini pia upande wa magara, zao hili linahitajika kuongezewa thamani kwa maana ya kuwa safi, kuhifadhiwa vizuri. Kwa hiyo kama mtu anaweza kuwekeza akatengeneza gara nzuri, pia hiyo ni fursa, kwa sababu ni zao geni. Tunakaribisha wawekezaji kwenye hili zao, vijana waweze kuchangamkia hii fursa, na kumbukeni kwamba tunatoa mikopo hii ya 10% na vijana wana fursa hiyo ya kukopa. Ni rahisi tu, wanaweza kachukua mkopo wakaenda kuingia kwenye zao ambao ni la uhakika kwa uzalishaji. Aidha, Mwakisole anasema yeyote anayehitaji kuwekeza kwenye mnyororo wa zao la ufuta na mazao mengine yoyote Chunya, idara yake iko tayari kutoa leseni muda wowote. Pia division ya viwanda, biashara na uwekezaji wa halmashauri wilaya ya Chunya iko tayari kutoa usaidizi wowote unaohitaji katika kusajili au kurasimisha biashara za wananchi. Anaweza kaomba leseni ndani ya dakika 5 mpaka 10, leseni yake inakuwa tayari. Kimsingi tu akidhi vile vigezo. Labda vigezo ni nini? Kitu cha kwanza, anatakiwa kwanza awe na namba ya NIDA, lakini pia anatakiwa awe na TIN namba. Na uzuri wake sasa hivi serikali imerahisisha mifumo hii, hata TIN namba unaipata kwenye mfumo. Hakuna urasimu wote kwenye utoaji wa leseni, na sisi tunajitahidi kupita kila maeneo kutoa elimu na kuhamasisha watu waweze kujisajili. Na uzuri wake hata watu walioko stationary wana uwezo wa kumsajili mtu na kutuma ombi la leseni na akaipata mara moja. Sasa kwa kuwa fursa hii imejitokeza ya zao la ufuta na vijana wako wengi, mimi ninachoomba tu kwamba vijana waweze kuendelea kurasimisha biashara zao, na urasimishaji huu utawasaidia kuingia kupata fursa za mikopo kwenye taasisi za kifedha. Kwa hiyo hakuna urasimu wowote, na tunatoa wito, ofisi yetu iko wazi kwa maana ya kushauri. Kama kuna sehemu na kwama, basi tunapatikana muda wote kwa ajili ya kutoa msaada. Fursa ya kilimo cha zao la ufuta imefunguliwa Chunya baada ya uwekezaji mkubwa na juhudi za serikali ya wilaya ya Chunya kuhakikisha inaweka mazingira wezeshi kwa wakulima na wanunuzi, jambo lililopelekea soko la ufuta kusogezwa ndani ya ardhi ya Chunya.
tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Uliyekosa fursa kwenye zao la tumbaku na hata mazao mengine sasa umefikiwa kupitia kilimo cha ufuta. Hivyo kazi ni kwako. Salome sali uchunya tizianze upina woma sali uchunya tizianze sungane ambati sungane Salome we. Makala hii imeandaliwa na Joshua Sengo kutoka kitengo cha mawasiliano ya serikali halmashauri ya wilaya ya Chunya. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.